Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naam, nawaletea darasa hili ambalo ni muhimu sana. Ana wengi kunipigia simu na wengi wanakuja kutaka katiba. Kwanza nitoe elimu kwanza. Nielimishe vizuri zaidi juu ya mada hii. Ili unapokuja kwangu basi unakuja ukiwa umeshaelewa nini chanzo cha tatizo lako. Leo nazungumzia kuhusu kwa nini huna nguvu za kiume. Na wewe ambao unajua unazo, je, ni kweli unazo? Ambazo unatakiwa uwe nazo. Sasa hapa nitatoa sababu za kwa nini huna nguvu za kiume, afu mwisho nitatoa kipimo cha kujichunguza. Je, unazo nguvu za kiume zinazotakiwa ama unazo za ujanja tu? Tuchunguza kama kweli uko kamili ama tayari una tatizo la nguvu za kiume. Naanza kwanza sababu. Kwa nini huna nguvu za kiume? Sababu ni kazifuatazo. Moja, sababu ya kwanza inawezekana ukawa jini mahaba. Sasa hizi za kiroho hizi, jini mahaba. Naye kakupenda hujui, kwa ndotoni ushiriki naye mechi vizuri, lakini kwa maadamu mwenzio ukienda ngoma chuma inakataa. Hiyo ndio sababu ya kwanza. Sababu ya pili, na wengi na kutu wengi sana ya kwanza na hajijui. Umeona? Bana wanajini mahaba, sasa kwa swali. Wewe wote tunafanya mapenzi mara kwa mara, kweli unaona. Sababu ya pili, msongo wa mawazo na uchovu. Either na msongo wa mawazo sana kulingana na unayopitia au kazi yako inakupa msongo, ama migogoro ya ndoa, unakuwa na msongo. Ndio msongo wa mawazo unaondoa hisia zinakuwa na mbali. Kwanza ukabustiwa wapi? Unabusti wapi ngoma ya mke, yani hisia hazipo. Nini msongo wa mawazo? Ubongo una utulivu. Ama kazi zako, unafanya kazi ambayo unachoka sana kiasi kwamba kirudi mwili hauamki, yani una hisia. Ile sengia kidogo kuzurudisha nyuma zile nguvu. Haya, sababu nyingine ni wanawake. Umefungwa kifungo. Fanywa rabbit. Yaani mtu amekuwa rabbit. Umefungwa kifungo. Mwanamke ukutana naye, mwanamke hakupenda, akiamini utamuoa, afu ukamkataa kumuoa, kama kumpiga chini. Sasa sira zake anakufunga asifanye kazi. Au wengine mkeo tunaye mjanja. Anakupiga pini usiende kwa haraka nyingine nje. Ukienda kwa mke mwingine, huko na mume wake wawili, ukienda kwa mke mwingine au mwanamke mwingine ngoma ya mke. Lakini ukija kwake fresh kabisa. Yani safi. Mayele. Unakuwa aziziki kabisa. Lakini ukienda kwa mwingine ngoma ya mke. Hicho ni kifungo, papo kifungo. Kifungo ndugu yangu. Sasa hizo ni sababu. Tuanasa vifungo hivi wengi sana, majini mahaba wengi sana wanashuana tafuta. Wengi wanawaathiri. Kwa hiyo inatakiwa tiba maalum. Tiba maalum kuweza kutoa uchawi, kufungua kifungo na kuweza kurudisha ile misuli katika mahala pake. Sasa nije sasa nini? Kipimo cha kujipima wewe, je, unazo nguvu za kiume? Jiangalie kwanza, cha kwanza unapoamka asubuhi. Yote ile mbele ambayo iko vizuri. Hata kishtuka usiku akishtuka usingizini usiku, kishtuka chuma hiki kimeshachukua kasi. Tayari chuma kimeshachukua kasi. Au hata kama umesinzia mchana usiku, umesinzia tu. Tena kushtuka tu chuma hiki kinaamka. Unajua uko vizuri. Au unapoamka asubuhi, tena kushtuka tu usingizini alfajiri, chuma hiki. Chuma kinasimama mpaka unaumia. Unaenda chooni kuchukua, unaenda chooni usaidia haja ndogo chooni. Unisaidia mtalimbo uko imara, mtalimbo umenyoka mita 100 mbele.
mkojo unasikia unatoka kwa kelele, unafoka chumba mpaka inauma. Je, uko vizuri? Wewe uko vizuri? Nisimama ipoi ipoi. Wewe bado uko vizuri. Lakini kama unaona unalala mpaka asubuhi, tukishtuka usiku, chuma kiamki. Kishtuka asubuhi yenyewe, asubuhi yenyewe chuma kiamki. Unainuka na chooni, ngome imelala. Unajisaidia, unarudi, ngome imelala. Shida hiyo, tatizo. Wewe mgonjwa. Wewe mgonjwa. Na ukiona pia una hamu kabisa ya mapenzi, una hamu, wewe mgonjwa. Kuna inaamka kwa wasiwasi, hayamki ile kwa sababu imara kabisa, imara. Inaamka kwa kulegea legea. Na ukishaingia tu, ukifikisha wazungu, ukiwatua wazungu tu, ikilala na imelala, yamki tena kesho. Mgonjwa. Mgonjwa. Chuma yamki mpaka usikie maumivu, inauma. Kwa hiyo huo ni ugonjwa. Wewe ni mgonjwa. Kama unaona haya ambayo nasema hapa, wewe ni mgonjwa. Nadhani tumeelewana. Kwa fanya mpango, tafuta tiba. Tiba zipo. Kuna matapeli wapo, lakini tiba zipo. Wapo, kwa makini unaenda wapi na kwa nani. Wakati mwingine hii inakuwa chanzo cha ndoa kutokutulia au mke kuchepuka kwa wanawake wasio na busara. Umeona? Yanataka wewe uweze kumridhisha kwa changamoto. Hebu shughulika mwanaume. Tetea ndoa yako. La sivyo utagongewa. Japokuwa dawa zipo za kudhibiti mwanamke asigongwe, maana hali imekuwa mbaya sana sasa hizi. Pini zipo. Anapigwa pini na mashine ya wanaume pale haingii. Akisogelea tu ngome inalala mazima, hayamki tena. Inalala mazima. Kila kisogelea pale ngome ikilala imelala hiyo. So mchezo. Pini zipo hizo. Hiyo nataka nishare na nyinyi ujumbe huo ama darasa hilo. Sasa jichunguze ya wanaume, alafu utapata majibu. Je, wewe ni mzima? Mzima sana? Mzima kidogo? Au mgonjwa? Wa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.